So mzigo unaanza na tunakutana na hizi kapo mbili bana. Ya kwanza ni ya huyu mwamba wa kuitwa Jami pamoja na pisi yake bidada Simiola, ambao hawa wawili walikuwa wanapendana kinoma. Ile nafsi zao zimetulizana tende na maziwa. Upande wa pili huku nako kutamu, kuna huyu bidada mrembo kinoma wa kuitwa Nancy ambaye anatoka na huyu mwamba wa kuitwa Olatunde. Hawa wawili nao love ilikuwa in the air. Abigail Chance, me too. Oya we, asa leo Olatunde anamsurprise Nancy bana na kuweza kumtolea pete like will you marry me, na hipisi bana ni kama ina sita hivi. Mwamba anashtuka, ndo bidada anamwambia nakutania mubaba, niko tayari and I will marry you. So ndo hivyo bana, anamvisha pete na hadi kati yao ni kwamba wafanye harakati za kuweza kuoana haraka haraka ili waweze kuanza maisha pamoja wakiwa ndoani. Sasa tukirudi kule kwa Simi na mai wake Jemi, nao pia walikuwa na plani hiyo hiyo ya kuweza kufunga ndoa, na lengo pia alikuwa ni kuweza kulipeleka penzi lao next level. Vivan Boy, Faima, na kati yao kulikuwa kuna kitu cha kuweza kuwasubirisha. Sasa leo Nancy yuko na anti yake, na anti yake amemind kinoma sababu walikuwa wameenda sehemu kuweza kununua gauni la harusi kwa ajili ya huyu Nancy, lakini kwa bahati mbaya gauni hilo pia likawa limechaguliwa na mtu mwingine pia akawa amelilipia. Sasa ndo anti akawa amefura na anakoleza wino, anasema kwamba huyo mtu mwenyewe kwanza gauni hata halijampendeza, sura nzito kama hudumu wa baki mara mwisho. Ndo Nancy anasema shangazi. Sasa upande mwingine huku Simi amekuja mahali hapa kuweza kulipia ukumbi wa sherehe ya harusi ya yeye na bai wake Jami, na akiwa hapa pia kuweza kukamilisha malipo. Mara Nancy na anti yake hao kumbe na wenyewe pia walikuja hapo hapo kuweza kuchagua ukumbi huo na kuweza kulipia. Sasa unafika unaambiwa kwamba tayari ukumbi huo ushalipiwa, na mbaya zaidi ni kwamba siku hiyo hiyo ya sherehe ya harusi yao ndo sherehe pia ya mtu ambaye amelipia. Sasa kupelekwa kwa huyo mtu ambaye amelipia, anti anafika anasema wait, wewe tena? Simi anashangaa anasema ndo wewe ambaye kule umetupokonya gauni la harusi la anti yangu huku tena? Ndo Simi anakumbuka. Nancy naye kuja ndo anti anamwambia ushamkumbuka mtu huyu? Ina anatufatafata au ametumwa mwenzangu? Nancy anajaribu kumtuliza anti yake na kumwomba pia Simi kwamba kama inawezekana basi awachie huo ukumbi alafu yeye aweze kufanya siku nyingine, lakini Simi anagoma. Siku hiyo hiyo ambao wanafunga ndoa na kusherekea, yeye pia na mtu wake ndo anafunga ndoa na hawezi kupeleka mbele. Ndo anti anazidi kumind, gauni tumekuachia, sasa ukumbi tunashindwa kutuachia na ukapeleka siku yako mbele. Sasa kama unashindwa kufungua roho kwenye vitu vidogo, utaweza kumfungulia mumeo miguu na ukamzalia wewe? Ndo Simi akaona akaamua kusepa. Upande wa pili huku nako anti anaweza kumshtakia Olatunde, anasema yani ule ukumbi ungeweza kuona baba, nishavutia hadi picha ambavyo nyinyi mtakuwa mnaingia ukumbini, na zaidi vile ambavyo MC atakuwa ananitambulisha. Jamani, anti yake Nancy wa majoe Gongo la Mboto ingenogaje? Ndo Olatunde kama kutuliza kwamba usijali, tutapata ukumbi mwingine na harusi itafanyika. Sasa yule Simiola alikuwa anafanya kazi kwenye restaurant moja huko Lagos kama chef, na wakati huu pia bosi wake ambaye alikuwa anaisimamia ile restaurant na kusimamia kwenye kazi alikuwa ni mjamzito. Sasa leo anamuita Simi ofisini kwake, na ndo hapo bana anamtambulisha Olatunde. Lakini uzuri watu hao hawajuani kama huyu pamoja na mkewe wana tatizo. Sasa bosi amtambulisha Simi kwamba huyu Olatunde yeye ni kazini yake, so amefikiria kwamba wakati huu ambapo yeye anaelekea kujifungua na atakuwa hayupo pa kazini, basi huyu mwamba ndio atakuwa anasimamia ile eneo. Lakini kwa bahati mbaya pia huyu mwamba na huyu bidada ni kama pia damu zao zilipishana, kitu ambacho kilipelekea baadaye Simi kuweza kumfuata bosi na kumwambia kwa nini umeweza kuniletea mtu, mbona hata mimi ningeweza kusimamia? Lakini bosi wake anamwambia kwamba najua ungeweza kusimamia, lakini majukumu ni mengi, ndo mabidi nikuletee mtu wa kuweza kusimamia na ni mtu poa tu, so mtafanya kazi kwa kushirikiana. Sasa leo Nancy anakuja ofisini kwa mumewe, ndo kufika anamkuta Simi, ndo wote wakashangaana wewe unafanya kazi hapa kabisa. Sasa Olatunde aweze kumuuliza mkewe kwamba nyi wawili mnajuana, ndo kabidi aweze kumkumbusha kwamba yule mtu ambaye aliweza kunichukulia gauni na baadaye pia ukumbi na nikawa nimekuhadisia ndo huyu. Ndo Olatunde kuona kumbe huyu ndo aleta shida. Sasa Nancy akamwomba urafiki Simi kwamba kwa sababu wote wanafunga ndoa siku moja tarehe moja na mazongezoke yote ambayo ameweza kuyapitia angetamani waweze kuwa karibu. Simi akawa amekubali na akawa amepeana namba kwamba watakuwa wanawasiliana. Sasa kuanzia siku hiyo bana, Simi pamoja na Nancy wakawa wanakutana sana, like Nancy akawa anaenda kwa Simi wanapiga story nyumbani kwake, na baadaye pia Simi naye akawa anaenda nyumbani kwa Nancy wanazungumza pia, so akawa ma-BFF. Sasa shida inaanza hii leo bana, yule mwamba Jami anaweza kukaa na pisi yake kwa maana Simi waweze kuzungumza vitu kadhaa, na ndo hapo sasa mwamba anamwambia bidada kuwa yeye ameweza kupata kazi nchini Uingereza, so anajiandaa hivi karibuni aweze kuondoka. Ndo Simi anashangaa, kazi gani? Kwa nini una kazi tayari? Sasa kumbe huyu mwamba bana siku zote hizi ambazo anafanya kazi hapa Nigeria bado alikuwa hajaridhika na kimya akameweza kutafuta kazi Uingereza, na ndo hivyo bana ile deal ikawa imetiki, na ndo leo hapa anamwambia mpenzi wake. Lakini Simi akawa amemind kinoma, akamwambia inakuwaje unaweza kufanya vitu kwa siri na mimi hujanishirikisha ukijua kabisa kama tushakuwa mwili mmoja na tukaribia kuoana? Lakini mama anamsitiza Simi kwamba hakutaka kumwambia mwanzo kwa sababu hakuwa na uhakika kama ile kazi angeipata,
lakini ndio hivyo, kazi imepatikana, so hana budi, inabidi tu aweze kumwambia ukweli. Lakini still Simi alikuwa amemind kinoma, kwa sababu maandalizi ya ndoa yao na kila kitu kilishakuwa tayari kwa ajili ya wao kuweza kuoana. Lakini Jimmy anamsisitiza ubidada kwamba wanaweza wakafunga ndoa haraka haraka kama tarehe ambayo ameipanga, alafu yeye ndo akasafiri akimwacha ubidada huku kama mke wake, alafu baadaye atakuja kumfuata. Lakini Simi kusikia hivyo anagoma kabisa, anasema haiwezekani wakafunga ndoa ndogo kwa haraka haraka wakati plani za ndoa kubwa zishakuwepo. Akasema pia inakuwaje unanioa unaniacha hapa alafu unaenda huko, vipi kama utorudi? So hichi kitu bidada alikuwa hajikubali kabisa, na aliumia sana kuona kama mume wake au mpenzi wake alikuwa ameweza kufanya siri katika vitu ambavyo vilikuwa ni vya msingi sana kwenye ndoa yao. Basi bana, kufika usiku Mwamba akaona ndo muda kuzungumza tena na pisi yake. Kibidada bado aligoma kabisa kuweza kukubali hichi kitu, na mwisho wa siku Simi anasema kwamba kuliko kuweza kufunga ndoa haraka haraka alafu Mwamba akasepa kisha baadaye aje kurudi kuishi pamoja, ni bora aende akafanye kazi alafu akirudi moja kwa moja basi tuwafunge ndoa hapo hapo. Lakini akamegoma kwamba wafunge ndoa alafu aondoke, kwa sababu alihofia kwamba huenda Mwamba atorudi na akamtelekeza. Licha ya Mwamba kusisitiza sana, lakini mwisho wa siku bidada Simi akawa amekaza. So ndio hivyo amekubaliana kwamba Mwamba aweze kusafiri alafu akirejea ndo ataweza kufunga ndoa, na wataamua kwamba waishi hapa Nigeria ama wasafiri pamoja kuelekea Uingereza. Sasa upande wa pili pia kule kwa Nancy na Mayo wake nao pia wana kikao. Nancy anamwambia mpenzi wake kwamba amejibiwa maombi yake ya scholarship nchini Marekani, ambako huko ataka kujiendeleza kielimu na inabidi aweze kusafiri haraka haraka. Ndo Mwamba akashangaa, kwani Aswisha azungumza tayari na ulikubali pia kusoma hapa Nigeria? Lakini Nancy anasema hapana, walikubaliana hilo kama tu asingeweza kujibiwa majibu hayo ya scholarship yake Marekani. So since ameshajibiwa hawezi kubaki Nigeria, inabidi aweze kufuata ndoto zake. Basi bana, mwisho siku Mwamba anamkubalia, lakini anamwambia kama ndio hivyo basi tukamilishe swala letu la kuweza kuoana kisha usafiri kwenda kusoma, ukirejea maisha yanaweza kuendelea. Lakini bidada anamwambia hapana, swala zima la ndoa amsoni, utanisamehe, na pete akavua na moyo akasema na utoa, yuko tayari kwa pipa kuingia sepa kuelekea Marekani kwa ajili ya masomo, na swala la kuoana hataweza kwa sasa. Hichi kitu kilimuuma sana Latunde. Hizi taarifa kuweza kumfikia anti yake, bidada aliumia sana, alilia sana. Anaambia mtoto wangu nishagawa kadi kwenye vikundi vya vikoba na Sara ameshashona, nitaweka wapi sura yangu Nancy? Lakini tayari Nancy alishafanya maamuzi na kuwa tayari kuolewa. Sasa upande wa pili huku kazini, Mwamba kwenye stress kinoma, kitu ambacho paka Simi pia akawa ameanza kukinotice. Kabidi pia aweze kumuuliza kwamba kuna shida gani, na ndo hapo Mwamba anamwambia kwamba shosti yako ametaka mimi naye tuachane. Simi anasema wait, ili kukaa na kuuliza zaidi anaweza kupatiwa mkanda mzima. Akasema historia alikuwa naijua na ndiye alimshauri Nancy, lakini hakuwa anajua kama Nancy ni yeye ndiye ambaye ilibidi asafiri, kwa sababu alimdanganya na alimwambia mtu ambaye anataka kusafiri akamwacha bwana yake ni rafiki yake. Na Simi akamekazia kwamba aweze kuufuata moyo wake bila kujua kwamba moyo ambao anaufuata unaenda kumuumiza bosi wake. Sasa Tunde kuweza kusikia hivyo akame mind kinoma kwamba kumbe wewe ndio umeweza kumshauri mpenzi wangu aweze kuniacha. Lakini Simi anasisitiza kwamba sikujua kabisa, nilijua ni rafiki wa Nancy. So ndo hivyo bana, leo huku Jame anaweza kumwaga mpenzi wake Simi tayari kwa ajili ya safari ya kuelekea Uingereza kwa ajili ya kazi, kwa ahadi ya kwamba atarejea. Upande wa pili kwa hawa huku wahalifu wetu, Nancy naye pia anamuaga Latunde kwa ajili pia safari ya kuelekea Marekani, ambapo huko anaenda kwa ajili ya masomo yake. Licha kwamba leo pia alilia sana Latunde kumsitiza bidada aweze kubaki, lakini wapi, bidada alikaza na akasema yeye anasafiri na asimuhesabu tena kwenye maisha yake, kwa sababu hadhani kama atarejea Nigeria hivi soon, na hata kama akirejea plan sio kuwa na huyu Mwamba. Sasa kule ofisini kwa Simi, bosi wake kama kawaida ni Latunde, lakini wote hawa wawili walikuwa kwenye nyakati ya majonzi kiasi, kwa sababu wote wameachwa. Sasa wakati huu bana, ukaribu kati ya Latunde na ubidada uko umeongezeka kinoma. Wakana spendi muda mwingi pamoja, piga story, ipunguza mawazo, na Latunde akawa amejiita kama yeye na huyu ni makatibu na wenyekiti wa chama cha watu waliotelekezwa na wapenzi wao nchini Nigeria. Lakini Simi anamsitiza kwamba yeye hajaachwa, kwa sababu mpenzi wake anatarajia kurudi hivi karibuni. Aliyoachwa ni yeye Mwamba. Asa leo Simi anakaa pamoja na yule Mwamba kuweza kuzungumza, na anamtahadharisha kwamba yeye na mpenzi wake bado wako penzini, isipokuwa ni penzi la mbali. So anadhani kwamba ukaribu ambao umekuwepo hivi karibuni kati yake na huyu Mwamba inabidi upungue ili sije kumletea shida kwenye mapenzi yake. Hichi kitu kilimuuma kidogo Latunde, kwa sababu tayari alikwishaanza kumzoea huyu bidada, lakini ndio hivyo akawa amekubali. Asa leo akamsindikiza nyumbani kwake, kampatia lifti. Baada ya kufika, Simi anataka kushuka, lakini Mwamba kama anataka kumuongelesha, kile anamwambia hapana, sidhani kama tunapaswa kuendelea kufanya mazungumzo. Basi bana, Simi anaingia na kufika ndani, lakini kuna namna moyo wake ni kama naye pia ulianza kuvutwa na ule Mwamba, lakini akana piga moyo konde. Kajala, Mungu amwepushe na hichi kikombe, hofu ya msala. Lakini mara haula anasikia hodi, mawazo yote akahisi kwamba ni Latunde. Ilikwenda kufungua kwa ukali, hivyo sishakwambia mara ni Jami. Akashangaa, Jami amerudi.
Basi ndo hivyo bana, akamkaribisha ndani. Sasa baadaye amekaa na kupiga story huku Mwamba akiwa anakula. Akili ya bidada ikawa haipo hapa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tayari alishaanza kumuingia yule Mwamba Latunde na kutarajia pia kama bwana yake angerudi. Sasa Mwamba kila kimuongelesha bidada haiko kabisa uweponi. Kwenda jikoni akanatafakari, hapa nafanyaje? Huyu baba sikutarajia kama angerudi. Ikawa ni stress nyingine. Sasa leo usiku hapo kwa bedi ndo Mwamba anamuelezea kwa nini ameweza kurudi haraka haraka. Anamwambia kwamba bosi wake amekuja Afrika kwa ajili ya kufanya tour, so pia na wao wakampewa mapumziko ya wiki moja, naye akaona ni bora aweze kurudi kwa pesi yake. Ndo Simi akamwambia, si bora pia basi ungeniambia niweze kuandalia zawadi, kwa nini umeamua kuja kimya kimya? Ndo Mwamba akamwambia, ni chuma yangu, kwani kuna shida? Sasa baada muda Mwamba akaanza kuiomba, anaitaka, lakini bidada hisi hana kabisa na huyu Mwamba. Na Mwamba akashangaa, kwani hujanimisi? Bidada akanajingatangata pale, cha kusema hana. Mwamba kumsogelea tena, akasema basi dakika moja aende kuisop toilet alafu anarudi. Alipoenda toilet akawa amekaa kwa makusudi muda mrefu, akamwamba akampitwa na usingizi. Ndo bidada akawa ametoka na akaona hawezi kulala hapa tena, akaamua kwenda kulala sebuleni. Sasa Mwamba amelala sana, anashangaa ile pisi kuipapasa haioni. Ndo kutoka nikuta amelala sebuleni, ndo kabidi amwamshe. Semiola majibu ya maana hana, akamwambia mpenzi wangu umechoka, umesafiri umbali mrefu, kinimona tu nikuache upumzike. Ndo Mwamba akasema una mtu mwingine, kwa nini hafla unani avoid? Ndo kaanza kujishukushuku pale, mara mpelekea anze kama kumkisi kiutani utani, lakini Mwamba atakumpelekea konga, bidada anachomoa. Mara sijapiga mswaki kumeshakucha. Mwamba hii kitu kama imemfanya aanze kutilia mashaka. Sasa leo ofisini bana, Latunda anamfuata ubidada na akaona asipoteze muda kabisa, akamwamkie kwamba moyo wake ghafla umejikuta kwamba ameanza kumpenda ubidada, na usiku wa jana wala hajalala. Alichokifanya hawezi kusema, kwa jinsi ambavyo hisia zake na biki zake zimekuwa zikabi kwa ubidada. Sasa muda wote huu Simiola alikuwa ni kama mwagiwa maji. Kumbuka kwamba mpenzi wake amerudi na taarifa zake zipo kwa huyu Mwamba, lakini anawaza itakuwaje. Tukabidi Mwamba aweze kumuuliza, vipi, kuna shida yoyote? Ndio bila akasema shida ipo, mpenzi wangu Jami amerudi. Ndio Mwamba akaona huu msala. Basi akaona isiwe tabu, kama kumwaga na kusepa. Sasa leo kwa nyumbani kwake bana, mara simu ya Mwamba inaita na chuma iko bafuni naoga. Akaona ngoja ipokee. Ile kupokea bana, anasikia sauti ya mwanamke na yupisi huko anamlalamikia kinoma Mwamba kwamba imemshikia ujauzito na haiwezi kusubiri, ishammisi. Hichi kitu kwa kimeuma sana ubidada, kuona mwanaume ambaye amemsubiri akaa ameshinda vishawishi, lakini Mwamba bana kubali poenda kuna vitu vingine amevifanya. Sasa Mwamba akamjaribu kujitetea sana, jitetea mno, lakini bidada akawa hajamuelewa kabisa. Akamwambia sikutarajia kama ungefanya kitu kama hicho, tena kwa muda mfupi kujua kabisa umeniacha Nigeria, na mwisho fahamu kwamba kuanzia leo mimi na wewe. Basi pisi katoa na pete kabisa kamemrushia na akawa amesepa. Alipotoka pale bana, break ya kwanza ilikuwa ni kwa Mwamba Latunde na kutaka kusikia kitu chochote kile. Sasa kuna kule bana, mara Nancy huyo like wait, huyu salisafiri. Nancy akashangaa sana kwamba nyinyi wawili kumbe mmekuwa mnatoka na mmekuwa mnanizunguka, lakini Nancy akamekataa, lakini Latunde akamekubali, akasema yes, tunatoka na mimi nipo kwenye mahusiano ya kipenzi na huyu Simi. Simi akawa anaogopa sana, akamwambia hapana, mimi sitoki naye. Lakini cha kushangaza ni kwamba Nancy hana makasiriko hata. Ndo kwanza akawa na bless kwamba sawa, waendelee tu kwa wapenzi na yarudi mara moja tu, kwa sababu kulikuwa kuna mapumziko, so anasafiri tena kuweza kuelekea Marekani kwa ajili ya masomo, na kwa sasa hana hayo mapenzi tena kwa huyu Mwamba, so anawabless tu waweze kuwa wapenzi na waendelee na maisha yao. So kitu kimemshangaza sana Simi, kuna ameruhusu vipi, lakini ndo hivyo Nancy kama ufungua moyo wake na kuweza kuwa bless kwamba aweze kuoana. So ndo hivyo bana, mapenzi ya ubidada na Mwamba akawa ameanza rasmi, na kuna kule bana akawa amefanikiwa pia na kufunga ndoa kwa ajili pia kuanza maisha yao ya pamoja. So tarehe ni ile ile, siku ni ile ile, lakini wapenzi ama wanandoa kati yao ni tofauti. So ndo hivyo bana, mzigo wetu unaweza kukamilikia hapo. Unaitwa Love Cycle all the way kutoka nchini Nigeria. Mimi naitwa Rahul. Tafadhali hakikisha umelike, umeshare, ukicomment pia majaliwa, na kama unataka kunifollow mitandao mingine basi hakikisha unaandika Rahul kwenye kila platform ya mtandao wa kijamii.